Hivi ushawahi kusalitiwa na mtu ambaye unampenda, mtu ambaye unamwamini na kumthamini kwamba atakuwa ni mtu mwaminifu kwenye maisha yako, lakini cha ajabu anakuja kukusaliti, anakuja kukufanyia usaliti wa ajabu? Ndio kitu ambacho kimemkuta huyo mshikaji. Hapo alipo alikuwa na hasira vibaya mno, na huyo mwanamke alikuwa akimwambia kwamba vipi, shida ni nini? Mshikaji alinyenyuka akiwa na hasira, alikuwa na hasira kinoma noma, na alichokifanya mshikaji utokao uamini ni kwamba alimtia kabari udada, na mshikaji alikuwa na hasira. Unadhani udada kamfanyia nini mshikaji mpaka mwamba anaamua kumkili, anaamua kumuua? Ni kitu gani ambacho bidada kamfanyia mshikaji? Hata kama ni usaliti, unaonekana ni usaliti mkubwa ambao dada kamfanyia huyo mshikaji. Mwamba alikuwa na hasira, alimuua kinyang'au. Na mimi ni Jini ya sauti ya Simba. Hii ni picha kali kinoma noma, utaenda kujifunza kitu kikubwa kweli kupitia picha hii. Cha msingi tu usisahau kuweza kusubscribe YouTube channel yangu, kwa sababu ni channel yangu mpya. Ukisha subscribe, kila siku utakuwa ukipata movie zangu mpya kupitia hii channel. Shabiki ambaye hataki kusubscribe channel yangu ni kiazi tu. Na basi bana, tunaifungua dunia, tunakutana na huyu dada. Kuna mshikaji alikuwa akimfuatilia, na sio kwa ubaya. Huyu mshikaji anampendaga kweli huyu dada. Mwamba alikuwa akimfuatilia nyuma, kamfuata mpaka supermarket. Bidada alikuwa akichagua vitu, na huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Kelvin, na huyu bidada anakwenda kwa jina la Bella. Baada ya bidada kuweza kuchagua kila kitu, alikuwa akitoka na mshikaji kamfuata. Oh, samani dada, nimekuona huko ndani. Kikweli wewe ni mwanamke mrembo, kama tujali nikusaidie kitu tunavyozungumza, maana usije ukachoka. Mimi naitwa Kelvin, sijui unaitwa nani? Kama tujali nilikuwa naomba uweze kunisaidia namba yako ya simu. Basi mshikaji akawa anampatia bidada simu aweze kumpatia namba ya simu, na mdogo wakawa wanajivuta taratibu kwa bidada anampatia mshikaji simu. Mwamba alikuwa happy kweli kupata namba ya huyu dada. Muda wote mshikaji akawa anachati na mtoto wa kike, na rafiki yake ndo akawa anamshtua, boy guy vipi? Kiukweli guy huyu dem kanizamisha kweli. Ni marafiki ambao wanapendana vibaya mno. Mshikaji anakwenda kwa jina la Kelvin, na huyo rafiki yake anakwenda kwa jina la Frankie. Ni marafiki ambao wanapendana mbaya mbovu. Usiku mshikaji yuko busy na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Bella. Ni mwanamke ambaye mshikaji ametokea kumpenda kinoma noma. Ukaribu ulizidi kuwa mkubwa kati ya wawili, wakawa wanatoka, na kuanzia hapo mahusiano ndio yalijitengeneza kati ya wawili. Wakawa wanatoka wanaenda kuangalia filamu kwa pamoja, mabusu muda wote. Cheki bidada bana, anampa mshikaji vyote. Cheki nyashi, vitu vyangu. Kama ningeikamatia hiyo nyashi, babake udada ataniua mimi. Na mshikaji akuishia hapo tu, utoka uamini. Alimleta bidada mpaka nyumbani kwao kuja kumtambulisha, na ilikuwa ni furaha kubwa kweli kwa wadogo zake, kwa sababu ni muda mrefu kweli alikuwa hajamuona kakao, na alikuwa amekuja na mazawadi kede. Huyo hapa ni mdogo wake wa kiume, na anakwenda kwa jina la Jacobo. Ndo mdogo wake alimfuata mshikaji, na huyo hapa ni mdogo wake wa kike, anakwenda kwa jina la Flema. Na mshikaji alikuwa akiwatambulisha kwamba huyo hapa ndo shemeji yao. Walikuwa happy kinoma noma. Muda si mrefu mama mjengo akatimba. Huyo ndo mama wao bana, na ndo mamake na mshikaji. Makumbato ndo kitu ambacho kiliendelea pale, na mshikaji alimtambulisha mtoto wa kike kwa mamake pale. Huyo ndo mwanamke nitaoa mama. Basi madha alimkaribisha mtoto wa kike kwa uzuri pale. Ilikuwa ni furaha kubwa kweli kwa bidada, kwa sababu mshikaji kamtambulisha ukweni bwana. Kwa sasa hivi mambo ni lele, mambo ni yente. Na baada ya kuweza kupata chakula cha jioni kwa pamoja, mdogo walikuwa wakijichenga. Madha alimkaribisha kweli udada na kumwambia kwamba ajifeel kama yuko nyumbani. Muda wote anakaribishwa. Ilikuwa ni furaha kubwa kweli kwa mshikaji, kwa sababu madha kampokea kwa uzuri kweli mchumba wake. Na mdogo walikuwa wakiaga hapo anajichenga. Bidada Frema alikuwa akichukua namba kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Bera. Unajua tena ni wifi yake. Na Mwamba kampatia mdogo wake chochote kitu. Brother langu hilo. Kwa babake bashe mlake. Kama kawa mdogo wakawa wanaagana pale. Ilikuwa ni furaha kubwa kinoma noma. Ni familia ambayo inapendana vibaya mno. Na siku ile mshikaji kamleta mtoto wa kike hapa. Alikuja kukutana na rafiki yake anakwenda kwa jina la Frank. Guy kama kawa fresh shega yente yetu. Basi akawa anapiga story 2-3 pale. Na wakati akipiga story, ghafla mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Kelvin pale alianza kujisikia vibaya. Mwamba pale alizidiwa toka uamini kwamba Mwamba down na kuna miamba katimba, kwa sababu ya kuweza kumsaidia mshikaji. Akawa anamtoa bidada, tafadhali usinitoe, mbona unanitoa jamani, utaki tumsaidie aweze kwenda hospitali, tafadhali tulia. Bidada kuangalia kwa makini, anashangaa vijana wamevaa nguo fulani imeandikwa will you marry me. Bidada haamini, alafu toka uamini katikati ya wale vijana akajitokeza mshikaji. Kumbe lilikuwa ni bonge la surprise jamani, mapenzi
kazi na mimi nipate mpenzi na mimi jamani. Nichangieni kinauli bana niende Nigeria nikatafute mdada mwenye nyashi kama huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Bella. Mwamba alimpiga busu takatifu bidada baada ya kuweza kumvisha pete, na baada ya wiki 3 kuweza kupita au kuchelewesha bana, ndoa ilipita. Kwa sasa hivi ni mke na mume. Ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno. Mwamba anaenjoy. Cheki nyashi ya huyo mtoto, cheki nyashi. Mimi nikikwambia napenda mademu wa Nigeria na nikataza. Cheki nyashi. Mimi nadataga kama nishike tafikiri mimi ningekuwa huyu mshikaji. Na basi bana, ni wakati mwingine mshikaji alikuwa na rafiki yake walikuwa wametoka zao, na Mwamba alikuwa akimwambia gai, ndoa tamu kinoma, na kona mshikaji wangu una enjoy tu unanyonya maisha mwenyewe, si ndio? Na enjoy inahitaji akili tu, una enjoy maisha, ndoa ni tamu kinoma noma gai. Asikwambie mtu, maisha ya ndoa ni matamu kweli. Na ukipata nafasi ukapata mwenzako, weka ndani. Sawa gai. Ni katika namna tu wanapiga story kama unavyojua tena. Ni marafiki ambao wametoka kwenye bachelor na mshikaji kesha oa. Ni wakati mwingine mshikaji asubuhi na mapema alikuwa akiamka na mke wake alikuwa bado amelala. Mshikaji hakuhitaji kumsumbua, alimchapa busu takatifu pale, na mshikaji mdogo mdogo akawa anaenda kuandaa chochote kitu, hakuhitaji kuweza kumsumbua mchumba wake. Aliandaa bonge la breakfast kwa sababu ya bibi wake pamoja na yeye. Basi mshikaji mdogo mdogo ikabidi akae pale na kuanza kumwamsha mtoto wa kike, lakini utokao uamini, Mwamba anamwamsha bidada hamki. Shida ni nini? Tatizo ni nini? Anamwamsha bidada haamki. Mwamba kapagawa, bidada haamki kabisa. Amekufa ama? Utokao uamini, mshikaji ikabidi aweze kumwaisha mtoto wa kike mpaka hospitali kwa sababu hali yake ilikuwa ni mbaya kinoma noma. Mshikaji kapagawa, mchumba wake nini ambacho kimemkuta, na rafiki yake ni alitimba. Akawa anauliza shida nini, mshikaji haelewi shida nini, kwa nini mchumba wake haamki mpaka sasa. Muda si mrefu mala na mdogo wake analetwa hospitali. Mwamba kabaki anashangaa, kivipi? Kimemkuta nini tena na mdogo wake? Nini kimemkuta na mdogo wake? Mshikaji alipagawa na daktari aliwaita. Utokao uamini ni kwamba mdogo wake na mshikaji figo mbili zote zimefeli, na pia mchumba wake na mshikaji ambaye ni mke wake figo mbili zote zimefeli. Mwamba alibaki anashangaa, wote wawili kwa pamoja inawezekanaje? Daktari hakuna namna, aliwaambia inabidi tu muweze kupimwa ili mradi kwa yoyote ambaye figo zitamatch basi anaweza kuchangia figo moja alafu akabaki na moja. Basi bana, madha alipimwa, mshikaji alipimwa, na kila mtu alipimwa ili mradi waweze kujua ni nani ambaye anaweza kuchangia figo. Unajua kila binadamu ana figo mbili, kwa ukichangia moja fleshi. Lakini cha ajabu toka uamini, wote figo zote zilikuwa hazifanyi kazi, ila ya mshikaji tu ndio iliweza kumatch, kwa sababu figo ya mshikaji anaweza kachangia mtu yote kwenye hii dunia, na mshikaji ana figo mbili, inabidi achangie moja. Madha alikuwa akimshukuru Mungu kwa sababu hatimaye kumbe mtoto wake wa kiume ana uwezo kuchangia figo mtu yoyote. Lakini mshikaji akabaki na shangaa, yeye ndo mtu pekee ambaye anaruhusiwa kuweza kuchangia figo. Atamchangia nani kati ya mke wake pamoja na mdogo wake? Mwamba na skuti akili moja ikai mbili ikai, ni nani ambaye amchangie figo yake? Hapa ndo unakuja unaangalia ni nani mwenye thamani kati ya mdogo pamoja na mke. Basi mshikaji akawa anatoka. Madha akamfuata, mwanangu nakuomba, niko chini ya miguu yako, naomba msaidie mdogo wako mwanangu. Mdogo wako ndo kila kitu, lakini pia yule ni mke wangu. Hapana mwanangu, mdogo wako ndo kila kitu, mke si utapata mwingine. Hapana mama, yule tali ni familia yangu. Hapana, unakosea unachokisema, ni lazima umsaidie mdogo wako. Umetaka hujataka, ni lazima umsaidie mdogo wako, na usipomsaidia basi ujue kabisa kwamba umejitenga na familia yetu. Tafadhali mwanangu, msaidie mdogo wako. Ongea na kaka yako basi, amsaidie mdogo wenu jamani, msaidieni eti. Lakini Mwamba kwake ilikuwa ni huzuni. Alitimba mpaka kwenye kitanda ambacho alikuwa amekaa mke wake. Mwamba alikuwa akihuzunika, haelewi ni nani ambaye amsaidie, mdogo wake ama mke wake. Mwamba anafikiria moja ikai mbili ikai, na alikuwa akizungumza maneno ya uchungu kweli kwenye kitanda cha huyo mke wake. Au ndo anaamua kumwaga mke wake cha mwisho anahitaji kumsaidia mdogo wake. Ngoja tuone. Basi mshikaji kambusu mke wake pale, akawa amejichenga na akamfuata daktari, kamwambia niko tayari. Basi mshikaji akawa anaenda moja kwa moja kwenye chumba cha operation, na mshikaji alitoa figo moja. Unadhani kamchangia nani, mdogo wake ama mke wake? Mimi nadhani tuendelee na picha yetu, tutajua ni nani ambaye kamchangia figo yake. Tunamwona Madha alikuwa amelala hapa, yule mtoto wake wa kiume akatimba, ambaye ni mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Jacob. Akawa anamwambia mama ale, lakini mama hahitaji, tafadhali mama kula kidogo. Amna mala daktari akatimba. Madha ndo akanyanyuka. Nini ambacho kinaendelea? Majibu ya daktari utokao uamini. Daktari akawa anamwambia kwamba mwanao amepoteza maisha. Mama amini. Hii inamaanisha kwamba mshikaji kamchagua mke wake eti, yani kaamua kumtelekeza mdogo wake afe, kamwacha mdogo wake afe.
na Mwamba alikuwa akilia baada ya kuweza kupokea taarifa kwamba mdogo wake amepoteza maisha. Ilikuwa ni huzuni kwa sababu ameshindwa kumsaidia mdogo wake kipenzi. Mwamba alilia kwa uchungu, kwa hasira. Na baada ya mazishi tunamwona Martha hapa. Alikuwa na huzuni, kampoteza mtoto wake wa pekee ambaye ndo alikuwa mtoto wake wa kike. Ilikuwa ni huzuni. Muda si mrefu mshikaji akatimba, alikuja nyumbani eti kuja kumwona mamake. Mama alikuwa na huzuni. Tafadhali, nilikuwa naomba uondoke. Ondoka, sikuhitaji wewe hapa. Wewe ni nyang'au, yaani umeshindwa kumsaidia mdogo wako, unaenda kumsaidia mwanamke kweli? Damu yako kabisa, umeshindwa kuisaidia, unamsaidia mwanamke. Tafadhali, wewe sio memba tena wa hii familia, naomba uende, tunakuchukia. Mshikaji akawa anasema, mama naomba nisamee mamangu. Siwezi. Unazungumzia kuhusu msamaha? Msamaha utabadilisha nini? Nini ambacho msamaha utabadilisha? Kwamba ndo mwanangu atarudi Mwanangu atarudi ukiomba msamaha? Msamaha unaweza kurudisha maisha ya mwanangu? Hauwezi kurudisha chochote msamaha wako. Martha alikuwa akilia kwa uchungu. Mwamba ndo usiseme. Martha analia. Mshikaji akawa anahitaji walau kuweza kumsogelea mamake kidogo, lakini mdogo wake akakaa mbele. Familia nzima imemkataa, mpaka mdogo mtu hamtaki, kaka yake amemkataa. Alikuwa akimwangalia kwa sura ya kikatili, sura ya mbuzi, sura ya nang'ata. Ondoka nyumbani kwangu we shetani, ibilisi, mwana Isaya, shenzi wewe, ondoka. Mshikaji kabidi ajichenge. Ni huzuni, kamchagua mke kuliko mdogo wake, mpaka mdogo wake anapoteza maisha. Kweli mtu unamchagua mke kuliko mdogo wako? Ilikuwa ni huzuni kwa familia, walikuwa wakilia kweli. Maana mshikaji kateketeza hivi familia, kaisambalatisha eti. Leo bana nimewaletea msanii mpya na anakwenda kwa jina la RJ. Ni msanii ambaye anafanya vizuri kinoma noma, na ametoa ngoma mpya inakwenda kwa jina la Next. Ni ngoma kali kinoma noma. Mimi sihitaji tuweze kuandikia mate, tufanye kitu kimoja. Ingia YouTube upande wa kusearch na utaandika RJ Next na utaiona kama ambavyo inaonekana kwenye screen yako hapo, na kitu cha kufanya ni kitu kimoja tu, nenda kaitazame video hii ngoma mwanzo mpaka mwisho, na usisahau kuweza kudondosha komenti yako na kuweza kusema kwamba genius, nimeijua nyimbo kupitia wewe. Na ninachokuomba ni kitu kimoja tu, msikilize kwa makini huyu msanii, alafu utarudi utanitonya kwamba je, tuwekeze kwa huyu msanii au tuache ujinga. Najua bado hujasubscribe YouTube channel yangu. Hii ni channel yangu mpya, na kukumbusha kwa mara nyingine, ili uwe unapata movie zangu mpya kila itwapo leo, subscribe basi. Na baada ya miaka 9 kuweza kupita, utoka uamini, mshikaji kwa sasa hivi ana watoto 3, wa kiume 2 na wa kike 1. Familia yake ina furaha kweli. Mshikaji kambusu mke wake, alikuwa akihitaji kwenda kazini. Baby, unaondokaje bila ufunguo wa gari wewe? Kama tia ufunguo. Mwamba na familia yake wana furaha kinoma noma. Kiujumla mshikaji anajivunia kumsaidia mke wake kuliko mdogo wake. Leo bana mtoto wake na mshikaji alikuwa amepata shida, basi akawa amemleta hospitali, lakini daktari akasema kwamba mtoto ana upungufu wa damu. Kocha msingi yes ni baba, inabidi amchangie mtoto wake damu, ila awali ya yote inabidi waweze kupima damu kama zinaendana, japokuwa ni baba na mtoto, lakini pia damu lazima zipimwe. Basi mshikaji akasema hakuna shida, ukishapima ukapata majibu utaniambia. Basi mdogo mshikaji akawa anajichanga zake kuelekea maskani pamoja na mtoto wake. Ni wakati mwingine Mwamba alikuwa zake ofisini, alikuwa amechoka kweli, sio alikuwa amepumzika. Ghafla simu ikaita, alikuwa ni daktari. Oh kaka, tumeshakamilisha majibu na cha kushangaza ni kwamba tumegundua kwamba yule sio mtoto wako. Kivipi? DNA inaonyesha kwamba yule sio mtoto wako. Vipi? Kwa nini mtoto wako? Mwamba kabaki anashangaa. DNA inasema hivi, yule sio mtoto wako kaka. Mwamba alibaki ametamaki, na muda si mrefu kuna kijana wake wa kazini akatimba. Bosi, una bahati kweli. Kiukweli bosi, nimekunyoshia mikono, we ni bonge la genius, project yetu imefanikiwa. Tuenzao bana, unasubiriwa kule. Lakini anashangaa, bosi vipi, mbona unasema chochote? Bosi, mshikaji kamwambia kwenda. Mwamba amebaki amestaki, eti yule mtoto sio wa kwake eti. Inawezekanaje? Kivipi? Eti DNA inaonyesha kama sio mtoto wake. Mshikaji alichokifanya bana, ikabidi aweze kukusanya na wale watoto 2, aende akawapime. Kivipi yule mmoja sio kwake? Aende akacheki kwamba je, wawili vipi? Mshikaji kawapeleka mpaka kwa daktari. Ni wakati mwingine Mwamba alikuwa kazini kama kawaida, anaendelea na majukumu yake ya kila siku. Basi daktari kampigia simu.
na alikuwa akimwambia kuhusiana na yale majibu ambayo mshikaji alikuwa akiyasubiri. Hutoka uamini majibu ambayo mshikaji alikuwa amepewa. Mwamba alibaki amestaki watoto wote watatu sio wa kwake, yani damu yake na ya wale watoto DNA inaonyesha kabisa kwamba mshikaji sio baba. Mwamba alirudi nyumbani akiwa na huzuni, anatembea lakini macho hayaoni, yanaona njia tu vilivyopo pembeni, haoni. Mke wake anamsalimia, mshikaji haitikii. Basi mke wake ikabidi aweze kumfuata mshikaji mpaka chumbani. Mwamba kapagawa, kayatoa maisha ya dadake sadaka kwa sababu yeye mwanamke ili mradi aweze kuishi, alafu anakuja kumletea watoto wa mwanaume mwingine kwenye nyumba yake. Mwamba alipagawa kinoma noma. Vipi, shida nini mchumba? Wale watoto ni wa nani? Wale watoto ni wa nani? Baba, sikuelewi. Nakuuliza kwa mara nyingine, wale watoto ni wa nani? Mshikaji anauliza akiwa na hasira, sura kinyang'au. Mwamba kakasirika vibaya mno, alikakaba pale. Mimi. Mwamba alimkaba kwa nguvu vibaya mno, hakutaka kujiuliza. Kasema, we ni mpumbavu, we ni mshenzi, mimi atoa sadaka maisha ya dadangu ili mradi we uishi, alafu nakuja kuniletea watoto wasiojulikana kwenye nyumba yangu. Mwamba alikuwa na hasira mbaya, alimkili yule dada. Lakini cha ajabu, kumbe mshikaji alikuwa anaota bana, hajaua wala nini. Kumbe alikuwa baa na kunywa zake pombe. Mshikaji alikuwa anaota, basi ilibidi anyenyuke taratibu na kuelekea zake maskani. Lakini unadhani ikifika usiku mshikaji usingizi unakuja? Unadhani usingizi unatokea wapi? Ni wapi huko ambako usingizi utatokea? Mshikaji ana hasira mpaka analia muda wote anawaza tu kufanya jambo baya. Alinyenyuka mshikaji kwa hasira kinoma noma, anamwangalia yule mtoto wa kike kikatili, anatamani hata amle, anatamani hata angekuwa chatu angemmeza. Basi mshikaji akachukua ule mto, anawaza kuua tu. Alikuwa akihitaji kuweza kumuua kwa kumkosesha pumzi, lakini mshikaji hawezi. Anawezaje kuua eti? Mwamba alikuwa na hasira. Inauma. Omba isikukute hii, omba isikukute. Mwamba aliamua kuchukua jukumu la kujiua. Acha nife, lakini kuna akili nyingine inamwambia huwezi kufa gai, maisha ni matamu. Mshikaji anaahirisha kujiua, lakini akili yake moja haikai, mbili haikai. Mke wake anampiga busu na kuelekea kwenye mizunguko yake. Mshikaji anasema hapana. Mwamba utoka uamini kabidi aweze kunyenyuka na kumfuata mke wake. Ni wapi huko ambako anakwenda? Utoka uamini. Kikulacho kingoni mwako, rafiki yake kipenzi. Mwamba haamini mpaka alijikuta ni maumivu yamezidi mpaka yamekuwa kicheko. Ushaisigi maumivu mpaka maumivu yakawa utamu wewe? Mshikaji alijikuta pale pale akawa chizi. Haelewi rafiki aliyemwamini na kumweka karibu na kumfanya ndo kila kitu chake, kumbe ndo kamzalisha mke wake. Mwamba anatembea barabarani kama chizi, kama yeye na yeye pia ni IST, yani anatembea barabarani mshikaji kama chizi. Alikaa sehemu mvua inanyesha, lakini mshikaji hapo alipo haisi kama kuna mvua. Hata hisi vipi mvua wakati mwili wake hauhisi chochote? Na kuna huyu hapa kijana wake alibaki anashangaa baada ya kumwona bosi wake hapa. Mwamba kawa zezeta ghafla, yamemkuta eti. So kila chizi ambaye unamuona barabarani ukadhani kwamba amelogwa. Unajua kuna watu wanapitia maumivu makali, wanashindwa kuyaendo mpaka inafikia hatua mtu anakuwa chizi. Ndio kitu ambacho kimemkuta mshikaji. Mwanamke wake alikuwa akishangaa kwa sababu hajui ni kwa nini mshikaji kawa chizi, kumbe kaijua siri yake. Huzuni mpaka mimi chini ya sauti ya simba nalia. Na baada ya miezi mitatu kuweza kupita, mshikaji alikaa sawa. Leo ndo alikuwa akiagwa, anaondoka Milembe. Oya, Wamilembe. Ndugu yake na Ibra huyo. Humo ndani amemwacha Ibra humo. Huku upande pili tunakutana na mshikaji ambaye anaitwa Frank, ambaye ni rafiki yake na Mwamba ambaye anaitwa Kelvin. Mdogo mlango ulikuwa kigongwa, basi kivivu mshikaji anafungua, lakini hutoka uamini anachokiona. Kelvin, nini tena kimekuleta hapa? Kama kawa gai, basi mshikaji akawa anampa hai, lakini hutoka uamini. Mwamba alimdubika. Mwamba alimchoma na kisu rafiki yake, aliamua kumkili. Mwamba amekuja hapa cheki na kima, ameweka sura ya mbuzi, sura ya nang'ata, na bidada anatimba, anakutana na Wamilembe. Vipi yawe wewe ni Harmonize au Ibra Wamilembe? Kabidada kakasimia pale. Mshikaji akasema huwezi kufa kirahisi hivyo mpuzi wewe. Ufi kirahisi, unazimia, nasubiri mpaka uzinduke. Bidada mdogo ndo akawa anazinduka pale. Hawezi kufa kirahisi, yani atusaliti hivi afu afe kirahisi. Na imani umeamka, si ndio? Kabidada kakapagawa.
Nimejua kila kitu kwamba wewe na huyu mshenzi wako kumbe mshazaa na watoto. Najua ni watoto wangu, kumbe wa huyu mshenzi. Asa leo mimi ninachokitaka ni unirudishie figo yangu tu. Naitaka figo yangu. Alafu mshikaji akawa anampandia mtoto kike kitandani. Ile anahitaji kuweza kumchoma utokao uamini kwamba alipigwa na kitu kizito. Mshikaji akadondoka pale. Kumbe ule Frank alikuwa hajafa vizuri. Basi mdogo akawa anajichenga anakimbia pale. Lakini mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Kevin bado alikuwa mzima, alimtupia kwenye maji mshikaji pale. Kwa kuwa Frank alikuwa hana nguvu kwa sababu alikuwa ametokwa na damu nyingi, basi Kevin alikuwa na nguvu kubwa kuweza kumdhibiti na akamfuata bidada ambaye anakwenda kwa jina la Bella. Basi bado Frank alikuwa yuko mzima, lakini alikuwa hana nguvu ya kuendelea kumove tena kwa sababu ametokwa damu nyingi. Huko mshikaji kampiga vice mtoto wa kike, kampa yenyewe. Anachowaza ni kuwa tu, alikuwa na hasira. Unaelewa hasira? Mshikaji alimkaba, anamkaba huko anakumbuka machungu, mapenzi yale mwanzo. Mwamba na hasira vibaya mno, anakumbuka vile vitoto vile, kumbe sio vyake eti. Mwamba alipiga kelele, alafu akamwacha huyo demu. Akawa nawaza, kwani nikimuua ndo figo yangu itarudi, au nikimuua ndo dadangu atarudi? Mwamba analia kwa uchungu, au nikimuua ndo familia yangu itarudi, familia yangu itarudisha upendo? Jibu ni no. Akiua hamna chochote ambacho kitabadilika zaidi ya yeye kuozea magereza. Ilikuwa ni huzuni kwa mshikaji, alipiga kelele. Wanawake. Nimejifunza kitu kikubwa sana kupitia hii picha. Kumbe sometime tusiwaamini wanawake kupitiliza. Usimwamini mwanamke kupitiliza. Sawa tunawaamini, lakini usiwaamini wanawake kupitiliza. Ukiona una watoto bana, alafu una mashaka kwamba maybe mtoto atakuwa sio wako, waichapu kapime DNA. Na ndio maana mimi hata kama nikioa, kila mtoto tukizaa lazima nipime DNA. Usisahau kuweza kusubscribe. Mimi ni Jini Sauti ya Nang'ata, Jini Sauti ya Simba.